Shikamoo. Shikamoo babu. Cheusi, kwa hiyo wewe ndio uliochukua nguvu zangu na kuongezea hawa? Hapana babu, mimi hata siwajui. Ndio kwanza niliona siku ile ulivyokuwa na waoji pale. Kama ulikuwa huwajui, umesimama na huyu binti mnaongea nini hapa? Siku ile nilivyomwona nilivutiwa naye. Kwa hiyo hapa alikuwa na tupia swaga, tunasema namtongoza. Nini? Maneno gani unaniambia Cheusi hayo? Yaani unathubutu kabisa kuniambia ulikuwa unamtongoza? Wewe binti, ondoka hapo. Cheusi, sitaki tena nikuone na ule binti, na wala sitaki nikuone una mazoea naye. Na huo pambavu wako, na kuuliza kitu unanijibu kama unaongea mtoto mwenzio, sitaki. Ondoka uende nyumbani. Ila ujenga sometime unasaidia. Hapa ningemjibu vya maana, angenisanikia. Kwa sababu nimemjibu puzi, mwenyewe kapuzia. Acha tu niondoke. Balamadi, kwa hiyo tunapika au tunanunua chakula? Sinaongea na wewe, tunapika au tunanunua chakula? Hii kwa ndo mmenunia kwa sababu nimevunja kile kidude ambacho hakina maana yoyote. Kidude chenyewe kilikuwa kikupi faida yoyote zaidi ya kukuharibia tu maisha yako. Alafu nimekusaidia unanunia. Hebu acha mambo ya kitoto bwana. Nijibu, tunapika au tunanunua chakula? Umevunja kidude chake? Kidude gani hicho? Baba, huyu Kasongo ana sifa sana. Kanivunjia kidude changu cha kuchezea mpira. Kanikuta mimi nacheza zangu mpira. Eti kaja unapoteza muda mwingi sana kwa ajili ya michezo badala ya masomo. Akakivunja. Na ndio maana mimi nimenuna. Kasongo, kwa nini sasa umevunja kitu cha msingi? Yaani hata kama sawa alikuwa anacheza kuliko kusoma, lakini utakuwa utumie njia nzuri ya kumwelekeza kuliko hicho ulichokifanya, kwa sababu kitendo cha wewe kuvunja kitu chake ambacho alikuwa anachezea kingeweza kusababisha wewe apate hasira akupige. Mamba la Madi ana nguvu na ni mkubwa kuliko wewe, akiamua kukupiga ungemwelesha tu vizuri, asome na michezo afanye kwa muda wake, lakini sio kuchukua hatua kuvunja kitu chake. Na pia michezo sio kitu kibaya, kwa sababu sio kila mtu anafanikiwa kupitia elimu. Kuna wengine wanafanikiwa kupitia michezo kama mpira, na kuna wengine wanafanikiwa kupitia elimu. Tunatofautiana uelewa, vipaji. Kwa hiyo ulitakuwa umueleweshe tu na sio kuvunja kitu chake. Kwa hiyo naomba ile jambo lisijirudie tena. Siku nyingine kama kuna kitu mueleweshe mwenzio,
na sio mnaamua tu kufanya vitu kwa kutumia nguvu. Sawa sawa, muombe msamaha. Muombe msamaha. Nisamehe. Sawa, nimekusamehe, ila nakuomba usirudie tena kuvunja vitu vyangu. Sawa, asante. Sawa, hivi ndo jinsi mimi ninavyotaka. Mimi nataka muishi vizuri humu ndani. So mimi ninatoka huko nyuma, kumbe watu mmenuniana, hamuongeleshani. Mwisho mwanzoni la mkuta tatizo, mnashindwa hata kusaidiana. Unadhani mimi nikitoka huko nyuma kikatokea cha kutokea, nani atamsaidia mwenzio kama mtakuwa mmenuniana? Kwa hiyo naomba sijirudie tena. Kama kuna jambo, eleweshaneni vizuri na msifanye vitu kama hivi tena, sawa? Hata hivyo mimi natoka baadaye. Sawa baba, Mwenyezi Mungu akutangulie inshallah. Inshallah. Kwa tunapika au tunanunua chakula? Mimi sipiki. Nipe langu kanunue chakula changu. Na pia sasa kuondoka na wewe. Nenda mwenyewe. Sawa, shika utaniletea langu. Uyaya wingi mbele giza, kujifanya ikumbe. Karibu sana. Hapo ndo nyumbani kwetu na naishi mimi pamoja na mama yangu. Oh, pazuri. Unaishi na mama tu peke yake? Mama yuko kabisa, nimsalimie. Kwa bahati mbaya mama ametoka, ila atarudi muda sio mrefu, maana hii ndio mida yake. Oh, by the way, nimependa mazingira hapa kwenu. Kuna upepo, miti mizuri, kivuli, nimevutiwa sana kukaa. Alafu, hivi unajishughulisha na kitu gani? Mimi nipo sokoni kule na mama pale Ilala. Kuna eneo letu lipo pale tunauza viazi. Oh, kumbe unauza viazi. Hongera. Vipi? Na unajishughulisha na nini? Oh, mimi ni mwanafunzi tu, niko chuo. Kumbe upo chuo. Jamani, yani na usingizi, nimechoka jana, hata sijalala mwenzako. Hujalala? Kwa nini sasa? Jana usiku kulikuwa kuna graduation chuo, alafu tukachelewa sana kulala. Nikakumbuka kama niliahidi kuonana na wewe, hivyo nikaona nisivunje ahadi yangu, nije kwanza nikuone, alafu nitapumzika baadaye. Sasa ungesema tu nikakuacha ukapumzika, tukonana siku nyingine, maana kuonana kupo tu. Hapana, mimi sipendi kuvunja ahadi yangu. Napenda nikimwahidi mtu kitu ufanye kama tulivyoahidiana. Hivyo kwa kuwa nilishakuahidi, nimeona nisivunje ahadi yangu, nije kwanza alafu nitapumzika baadaye. Au kama inawezekana, naomba nipumzike tu chumbani kwako, alafu muda mchache tu tutaondoka, nitaenda nyumbani. Basi haina shida. Oh jamani, huyu ni mkarimu. Mbali na handsome uliokuwa nao, bado pia una roho nzuri. Basi tuone ndani kwa pumzika.
Mama. Oh, kumbe ndo mama. Mama, shikamoo. Marahaba. Mama, huyu ni rafiki yangu. Asante sana mama. Niliamua nije niwatembelee tu kidogo. Si wajua rafiki. Hata hivyo mimi sio mkaaji. Nilipita tu kwa salimia. Naenda nyumbani kupumzika kwa sababu jana nilichoka sana. Sawa. Misondo, acha mimi nipite. Ulisema unahitaji kupumzika, mbona ghafla? Amna, nimeona mama kwa kuwa amesharudi. Acha tu niende nyumbani kapumzike. Niwaache muongee. Tutawasiliana. Basi ngoja nikusindikize. Sawa, mama kweli? Misondo, wewe ishia tu hapa ukakae na mama. Si unajua ndo kwanza amefika. Basi karibu tena. Sawa, tutawasiliana wakati mwingine. Okay. Bye. Bye. Misondo. Samahani. Nika mkono wako mara moja. Bye. Asante. Mbona kama mamake amehisi kitu? Uyaya wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzi ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Abdul, umetoka kwa jirani kufanya nini? Umefuata nini hapa? Abdul, ina maana kipindi chote iko kumbe alikuwa ananisaliti na jirani, si ndio? Hujajibu swali langu. Nimekuuliza umefuata nini hapa? Abdul, yule umeacha simu yako. Umefurahia sasa, maana kumiliki ndo kitu ambacho ulikuwa unakitaka. Kwa hiyo kumbe kule kujimbisha mafumbo, kujishaua, kumbe ulikuwa unamtaka bwana wangu, si ndio? Na mimi nilijua tu wewe ni kaaba na mwizi wa mabwana za watu, na ndio maana nilikuwa nakupiga vita toka mwanzo, kwa sababu umekaa kimalaya malaya. Kwa hiyo kumbe Abduli kule kunikataa, kunikwepa kwepa, kumbe ilikuwa ni kwa sababu ya huyu mwanamke. Yaani umekubali kumpoteza mpenzi wako ambaye tumetoka mbali kwa sababu ya huyu jirani ambaye hata hujui tabia zake. Mimi nimekuvumilia mangapi Abdul, mpaka unaamua kuniacha kwa sababu ya huyu jirani? Kwa hiyo kumbe swala la mimba wala alikuwa sababu. Ulikuwa tunatafuta sababu ya kuniacha, si ndio? Kumbuka tulipotoka Abdul. Usiache mbachao kwa msala upitao. Mimi ndo mwanamke ninayekupenda Abdul, na mimi ndo nastahili kuwa na wewe, na wala
huyu jirani. Tufunike kombe mwanalamu apite. Iki unachokifanya utakuja kukijutia. Abdul, ya Mungu vile utakuja kunikumbuka. Ujue paka sasa hivi hujanijibu ni kitu gani kilichokuleta hapa? Mimi nilikuja kukuomba msamaha. Naomba unisamehe. Sikufanya vile kwa nia mbaya. Nilikuwa tu sitaki kukupoteza. Ndio maana nikadanganya kuwa nina mimba ili usiniache. Lakini sikuwa na nia mbaya. Ni kwa sababu nakupenda ndio maana sijataka kukupoteza. Nimeshagundua kosa langu. Naomba unisamehe. Siwezi kurudia tena. Mchuchu, mbona unataka kufanya mambo ya mengi? Ni kipi ambacho ukielewi? Si kila kitu tayari tulishakiongea. Nilishakwambia Mchuchu, mimi siwezi kuwa na wewe. Sina hisia na wewe Mchuchu, sikupendi. Kipi ambacho ukielewi hapo Mchuchu? Mimi sikumbuka hata ilikuwaje mpaka nikaa na mahusiano na wewe Mchuchu. Kwa usipoteza muda wako Mchuchu, unapoteza muda wako bure. Yaani nenda kaendelea na maisha yako Mchuchu, utapata mtu ambaye atakupenda, atakujali na atakuthamini na sio mimi Mchuchu. Mimi sina hisia na wewe Mchuchu, sikupendi. Ina maana Abdul, haya yote tunafanya kwa sababu ya huyu kahaba, si ndio? Yaani magumu yote ambayo nilikuwa napitia nikiwa na wewe mpaka ukaniacha ni kwa sababu ya huyu malaya, si ndio? Sawa, mimi naondoka, ila haya ambayo mimi nayapitia mtayapitia mara 10 zaidi. Kwani wengine hamjali kuhusu wengine, natamani mabaya yawakute na wajakosea pengine. Inakuwaje binadamu tunashindwa kupendana? Sote ni wamoja, tunashindwaje? Misondo, unaweza kuniambia mwanamke mwemtoa wapi? Sasa mama, swali gani? Nimeshakwambia yule ni rafiki yangu. Sasa kipi ambacho hujanielewa? Au ina maana uniamini mamangu? Mimi nimekueleza tu kwa sababu nataka nimjue vizuri. Wewe mwemtoa wapi? Nilikutana naye njiani hapo mtaa wa nyuma, na ndipo tulipoanzisha urafiki. Na nani anaweza kumuingia mwenzake? Sasa mama, swali gani hapo? Misondo, nimekuuliza, naomba unijibu. Nani aliweza kumtongoza mwenzake? Ni mimi. Una uhakika ni wewe? Ndio mama, ni mimi. Misondo, sijui kwa nini, lakini napata hisia mbaya sana kutoka kwa wewe mwanamke. Maana tangu pale nilipomuona, nafsi yangu ilikuwa na mashaka juu yake, na sina imani naye hata kidogo. Japo sina sababu naye ya msingi, lakini nahisi sio mtu mzuri kwetu. Mama, umeanza sasa. Na ndio shida wazazi wa Kiafrika. Mnataka wachumba mtuchagulie yenyewe. Tukichagua sisi mnaanza kuleta maneno na fitina. Maana yake nini sasa? Yule mtoto wetu ni msomi, tena mwanafunzi wa chuo. Sasa atakuja kutufanya nini sisi? Misondo, nadhani unanijua vizuri mimi mama yako. Sijawahi kukupinga kwenye jambo la heri, na wala sijawahi kuingilia maamuzi yako yoyote. Sasa kwa nini ujiulize hili na mashaka nalo? Mama, wewe bwana wasiwasi wako tu. Yule binti wa watu hana shida kabisa. Shida nyinyi mna mambo ya kizamani tu. Kila mwanamke anataka kumuona mtu kamaona amevaa madera, makanga. Sasa hivi ni utandawazi. Watu wanavaa kodi, wanavaa outfit, wanapoa.
Yule ni mwanafunzi wa chuo na yale ndo mavazi yao wanaopenda wanafunzi wa chuo. Uso na wasiwasi, relax tu, utamzoea. Misondo, hisia zangu sijawahi kuongopa, na siku zote nikihisi kitu huwa kinakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo Misondo, naomba usipuuzie dalili, sababu baadaye yatatukuta makubwa. Misondo, yule binti hakufai. Kwa hiyo naomba uache urafiki naye. Mama, ninakupenda na ninakuheshimu siku zote, ila katika hili siwezi kukusikiliza. Yule binti ni rafiki mzuri sana kwangu na siwezi kuacha urafiki naye. Kwa ninachokuomba mama, naomba uheshimu maamuzi yangu. Mimi ni mtu mzima, sio mtoto tena. Kwa naomba uheshimu maamuzi yangu. Hasa kwa mambo ya mahusiano. Mama, sitaki uniingilie. Wewe ni support tu na sio kunichagulia. Kwa sababu mama, mimi mwenyewe naelewa kipi ni sahihi kwangu na kipi sio sahihi kwangu. Na mpaka bwana nimemleta mtu hapa nyumbani, unajua nimeshamchunguza na nimeshaona huyu mtu ni bora na ni sahihi kwangu. Kwa ninachokuomba mama, sitaki kugombana na wewe. Naomba uheshimu maamuzi yangu. Misondo! Wa Misondo! Misondo! Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto ya kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako. Baramadi mchawi, Baramadi mchawi, Baramadi mchawi.